Ni somo katika kisa cha Maryam kwamba muumini wakati wote akifikwa na chochote, wa kwanza wa kumkimbilia ni nani? Allah. Lolote litakalo kukutatiza, basi muweke Allah mbele. Ndiyo Jaafar Sadiq rahimahullah katika maneno yake mazuri ninayopenda asema, ajibtu liman asabahu arba'an fanasiya arba'a. Na ajabishwa na mtu ambaye amefikwa na mambo manne akasahau manne. Amefikwa na ugonjwa, kwanza mkumbuke Allah. Sisi twamaliza mpaka ukaingia kwa wachawi, mpaka sasa ndio asema shekhe takadua bwana huyu, sasa sikubakisha vyote nimevitumia, sasa amebaki nani? Allah ndio wa mwisho. Yani dua yako imekuwa ni kama ambulance, haiji mlangoni mpaka kuna mtu amezimia. Yatakikana Allah awe mbele. Asema naajabishwa na mtu amefikwa na magonjwa na maradhi akasahau, inni massani aldhurru wa anta arhamur rahimin. Lakini naajabishwa na mtu mwingine ambaye amefikwa na jambo linalomtisha, ana uoga lolote lile, akasahau kusema hasbunallah wa ni'mal wakil. Lakini naajabishwa na mtu ambaye ameingia kwenye matatizo, ajiona hana njia ya kutoka kwenye matatizo yale, akasahau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lakini pia naajabishwa na mtu ambaye anajihisi ameandamwa na watu, vitimbi vya majirani, vitimbi vya familia, vitimbi vya nani, akasahau wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun. Maryam alipoona tatizo, na tatizo lenyewe mwalijua, hakumuona simba Maryam, wala hakuona hatari yoyote nyoka yuaja. Maryam alikiona kidume chaja, ambao wewe waingia kwenye mitandao kumtafuta huyo kidume. Maryam alimuona yuaja malaika Jibril, lakini kwa sura ya mwanadamu. Alipomuona tu kwa sura ya mwanadamu akajua huu ni mtihani unanijia. Hapo hapo Maryam alichosema, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, najilinda kwa Allah. Usiwe mwepesi wa kuzipokea habari ambazo malengo zako ni kukuangamiza. Mtegemee Allah, Allah akuhifadhi. Lakini pia tukiangalia katika kisa cha Maryam, tunaona kwamba pamoja kuwa yeye ni mwanamke mwema, alikuwa amejifungia kwenye mihrabu yake, lakini ni mwanadamu. Madamu ni mwanadamu, lazima achukue sababu za kujilinda. Kwa hivyo tusiseme mwanangu nimemlea vizuri, mimi najua hata ende wapi. Hapana, huyu ni mwanayo ambaye ametokana mimma imahin. Kwa hivyo wakati wote lazima usimame wima na kumlinda mtoto wako na kumpa sababu, na sababu kubwa ni kumfundisha dini yake. Tuwafundishe elimu ya dini watoto wetu. Hakuna kitu kitakachowaweka mbali na fitna min ilmi nabawi sharif isipokuwa elimu ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ni katika masomo ambayo tuyapata kwa Maryam vile vile kuwa hii dunia lazima tufanye sababu. Ni katika tawakul kule kuzifanya sababu. Usiseme la Mungu yuko, hapana. Allah amekuwekea sababu za maisha. Maryam yuko kwenye hali ngumu, wakati wa kujifungua hakuna maumivu makali kama ya wakati mama anapotaka kujifungua.